Mkulima ambaye unatufuatilia Minja Kilimo, leo tumeamua kuwatembelea wakulima wenzetu, na hapa ni katika bonde la Endagau. Wanafanya kilimo cha bustani cha mazao tofauti tofauti, na hapa tuko na mkulima mwenzetu. Tutamkaribisha ajitambulishe ni nani, na hapa maandalizi anayofanya ni kwa ajili ya zao gani, na atatueleza ni kwa nini ameamua kuandaa namna hii mbolea ya samadi anaiweka kwenye mashimo moja kwa moja. Karibu mzee wangu. Asante. Kwa majina unaitwa? Omar Ramadhani. Hebu waeleze wakulima hiki ni nini unachokifanya na kwa nini unafanya hivi? Ina maana hapa hivi, maana naweka hii mbolea ni kwa sababu ya kuweka mche wangu, ili ile nikipanda hapa mche wangu napanda nakuwa mche nakuwa mzuri na mmea unapanda juu, ili na mkulima mwenzangu akija kiangalia anakuta zao langu naenda vizuri, na siku nyingine naye akitaka kufanya na yeye anaiga kama jinsi nilipofanya. Ni lazima weke mbolea hapa. Ukiweka mbolea samadi ndio mmea unaenda vizuri, unapanda juu, na unatumia mbolea za juu mbolea za hizo maji kupiga ili zao liende vizuri. Sasa ni kwa nini umeamua kuweka mbolea kwenye mashimo na haujasambaza tu ile ya holela holela? Kuweka kwenye mashimo ndio inatakiwa, kwa sababu weka kwenye mashimo ile mmea unaopanda ile upate chakula pembeni. Sawa sawa. Upate chakula pembeni. Ndio. Maana ukiweka ukimwaga tu holela hivi, ina maana ile mmea wakati unapopanda hautapata chakula vizuri. Sawa sawa. Na maana hii mizizi hapa inapita hivi, lazima inapata chakula moja kwa moja kutoka hapa. Na ungesema usambaze, pengine wewe unapanda hapa alafu unakuta mbolea iko huku. Wewe haupati moja kwa moja. Upati moja kwa moja. Ila hapa unaipata moja kwa moja. Moja kwa moja hapa. Lakini pia kuweka kwenye shimo moja kwa moja unatumia mbolea chache kwenye eneo kubwa, si ndio? Mbolea kidogo. Mbolea kidogo. Kwa mfano hii mbolea yako ni trip ngapi hizo za mikokoteni? Hii trip moja tu. Ni trip moja. Ni ya trekta? Ya trekta hii. Trip moja ya trekta. Unaweka hapo, unaweka hapo, unaweka hapo. Na maana baki sasa unasambaza hivi. Na hapa utuambie labda mstari na mstari umeweka ngapi, japo umekadiria lakini pengine unajua ni ngapi, na shimo kwa shimo ni ngapi? Ina maana ni rula moja hivi. Alafu hivi? Ina maana hivi. Au rula mbili kwa rula moja? Mbili kwa rula moja hivi. Na hili ni zao gani unatarajia kupanda hapa? Hapa napanda kabeji. Kabeji. Hebu share na wakulima wenzetu changamoto za kabeji. Kabeji zina changamoto gani? Yaani kuna vitu gani ambavyo umeshajiandaa navyo kwamba ninapopanda kabeji nitakutana na shida hii, kwa lazima niandae dawa fulani. Ina maana shida hapo. Ina maana natakiwa utafute dawa za unga. Dawa za unga. Za ukungu hizo. Za ukungu. Kama kwa mfano. Alafu nyingine unakuta ile kuungua ndio inatupa shida. Kuungua. Kabeji inaungua. Inaungua kama nikipita ya mvua. Inatuletea shida sana. Sasa dawa pale ndo tatizo. Sasa hapo ndo tatizo, maana mara nyingi sana wanakuja wanashamba huko wanatueleza wasema dawa zipo zinapatikana, kumbe dawa hamna tupate. Yaani hapo sisi tunafanya kufanyaje? Kubangaiza tu. Unajiongeza mwenyewe kiakili. Naenda kuangalia dawa gani nafaa unatumia. Sawa. Na ukishapanda hapa kabeji inaanzia kwenye kitalu, si ndio? Una gani inakaa kwenye kitalu mpaka kuileta hapa? Kwenye kitalu? Kwenye kitalu tu na tuseme na zinakaa tu kama siku 30 tu. Siku 30. Na ukishaihamishia hapa, ratiba yako ya mbolea ikoje? Utaendelea na mbolea zile za chini, kwa mfano dapu, utaweka dapu labda na zile za kukuzia, au hii samadi ndio umemaliza? Hii samadi tu. Ni samadi tu. Ardhi yenu bado inajiweza? Ni samadi unaweka. Basi unaendelea kunani? Zaidi utapiga booster za juu. Sawa mkulima, tunashukuru sana, tumeungana na mkulima mwenzetu hapa. Haya ni maandalizi ya cabbage, na kama unavyoona mbolea ameweka kwenye kila shimo, na ametueleza faida mojawapo ni kutumia mbolea chache, lakini kuhakikisha mmea unapata mbolea moja kwa moja, tofauti na angesambaza ile ya kiholela. Endelea kutufuatilia, tuendelee kukupa update ya mashamba haya na changamoto ambazo wakulima hawa wanakutana nazo, na sisi kama Minja Kilimo tuko tayari kuwasaidia na kuwawezesha pale ambapo inawezekana kimaarifa, ili waweze kuvuka. Sawa sawa. Minja Kilimo tunasema kilimo ni maisha, kilimo ni ajira. Tukutane shambani.